Alifanya kafara na kutumia damu za watoto wadogo bikira, watoto wa kike, ili kuendeleza urembo wake, yaani kumfanya awe mrembo zaidi na asizeeke milele. Historia kamili ipo hivi. Ulikuwa usiku mzito juu ya milima ya Hangali. Upepo ulivuma polepole ukipiga kuta za mawe za ngome ya kale ambayo inaitwa Castais Castle. Watu wa vijiji walikuwa wamejifungia ndani mapema sana, kwa sababu walijua kitu gani ambacho kinakwenda kutokea. Giza la usiku halikuwa la kawaida. Ndani ya ngome hiyo mishumaa iliwaka, mwanga hafifu, harufu ya damu ilijaa hewani. Elizabeti alisimama mbele ya kioo kikubwa. Uso wake ulikuwa mzuri, lakini macho yake yalikuwa yamejawa baridi kama kifo. Uzuri haupaswi kufa, yaani alichoamini yeye ni kwamba milele anatakiwa kuwa mrembo kwelikweli. Jina lake kamili anaitwa Elizabeth Bathory Bangsawan. Watumishi wake walimleta msichana mdogo sana, mikono yao ikitetemeka kwa hofu. Machozi yalitiririka kutoka kwa binti huyo mdogo. Alijaribu kuomba huruma, ama alijaribu kulia na kutia huruma, lakini hawakuweza kusikia kilio chake. Mlango ulifungwa na kisha ukimya ukatawala. Kukawa kimya kwelikweli. Baada ya dakika chache baadaye, ukimya huo ulivunjwa na kilio cha maumivu kilichofanya ukuta mzima wa ngome hiyo utoe fujo kwelikweli. Yaani ile sauti ilipita ukutani na kupenya hadi nje, ambapo wapo wanavijiji huko katika nyumba zao. Wakati wapo ndani, walisikia sauti za vilio kali kwelikweli, ndipo wakawa wanafunga masikio yao ili wasiendelee kusikia jinsi gani huyu mtoto mdogo ama msichana mdogo akinyanyasika. Inasemekana kwamba Elizabeth aliamini damu ya wasichana ingeweza kumfanya aendelee kuwa kijana milele. Kila usiku ngome hiyo ilimeza roho nyingine na nyingine tena, yaani alikuwa anaua kila usiku ili aendelee kuwa binti mdogo. Lakini siri siku zote haidumu milele. Siku moja kelele zilifika masikioni mwa watawala. Askari walitumwa. Walipofika katika ngome ile, walichokutana nacho kilikuwa ni kitu cha kutisha zaidi ya hadithi zote ambazo umewahi kuzisikia ulimwenguni. Vyumba vya siri vilijaa mifupa, damu ilikauka katika kuta, yaani damu ilikuwepo iliyokauka, damu ya kutisha kweli kweli. Na Elizabeth walimkuta akiwa amesimama katika kioo, bado amesimama mbele ya kile kioo akijitazama mwenyewe, akiwa hana wasiwasi, kana kwamba hakuna kilichotokea ama hajafanya kitu chochote kibaya. Alihukumiwa kufungwa ndani ya ngome yake mwenyewe, yaani katika hiyo ngome ambayo ni ya kutisha, ambapo alikuwa akifanya kafara zake za damu mbalimbali za watoto wadogo. Hakuna mlango katika huo ukuta ambao aliachiwa Elizabeth. Hakuna dirisha isipokuwa tundu dogo la kupitisha chakula kwa ajili yake. Miaka ilipita, siku zilisonga, na usiku mmoja ukimya ulitanda katika hicho chumba ambacho alikuwepo Elizabeth. Walipokuja kuangalia, walimkuta amelala kimya kabisa, macho yake yakiwa yanaangalia angani. Na inasemekana hapo ndipo alipokuwa amekata uhai wake, na roho yake ilikuwa tayari imetoweka katika mwili. Watu wanasema ya kwamba hadi leo ukipita karibu na magofu ya ngome hiyo ambayo ilikuwa akitolea kafara, unaweza kusikia sauti na vilio vya ajabu, lakini pia unaweza kuona kivuli cha mwanamke akitazama kioo akisubiri damu nyingine. Hakika huyu mwanamke alikuwa ni mjalaana. Elizabeth Bathory Bangsawan alikuwa ni mshenzi kweli kweli. Vipi, una maoni gani kuhusiana na huyu mwanamke wa hovyo ambaye alikuwa anatumia damu za wasichana ili kuendelea kuwa na urembo wake, yaani ya kutaka kuzeeka? Yeye alitaka kuwa kijana milele. Wanawake aina ya Elizabeth Bangsawan Bathory bado wapo katika huu ulimwengu, na haya matambiko bado yanaendelea ya siri kweli kweli. Una maoni gani kuhusiana na video hii? Hakikisha umeweka komenti yako hapo chini, hakikisha umeshare na marafiki. See you next time. My name is Kalesa Star.